Nikukaribisha katika channel yetu pendwa ya Tea of Love and Relationship. Ikiwa ni siku nyingine tunakutana hapa kuweza kuzungumzia masuala yote ambayo yanahusu mahusiano. Na siku ya leo nimekuandalia kabisa mada ambayo inahusu umuhimu wa kuwa na kanuni na sheria kwenye mahusiano. Tunapozungumzia mahusiano tunasema ni taasisi ambayo inaundwa na watu wawili. Lakini tunapofahamu taasisi yote ili iweze kuwa na mafanikio au malengo, lazima iwe na kanuni, iwe na sheria ambazo zitaongoza taasisi hiyo. Hivyo basi kwenye mahusiano lazima kuwe na kanuni ambazo zitakuwa zinaongoza mahusiano. Nitakupa mifano kadhaa. Labda mfano namba 1. Unapokuwa kwenye mahusiano, unapotengeneza kanuni ya miadi. Mnapanga siku fulani mtakuwa na miadi. Lakini ndani ya miadi hiyo ambayo mmepanga, labda ikitokea mmoja hajafika, unakuta kwenye sheria zenu mnasema kama mmepatana kukutana siku fulani, mmoja akishindwa kufika, labda adhabu yake ni hii na hii, au anatakiwa afanye hivi na hivi na hivi. Inakuwa inaweka usiri zaidi pale ambapo mnapopanga jambo lenu linaweza kukamilika. Mfano mwingine, labda mmepanga jambo lolote lile kwenye mahusiano yenu, lakini ili muweze kulifanikisha lazima liende kikanuni. Lazima mpangilie msingi kwa jambo hili tunahitaji kufikia, lakini kanuni tuliweka kila wiki au baada ya mwezi kila mmoja wetu anatakiwa afanye hivi na hivi na hivi. Itasaidia kila mmoja kuweza kuwajibika na kufanya mahusiano yenu kuweza kuwa bora zaidi. Sasa baada ya mifano hiyo, ngoja tuende moja kwa moja tuangazie faida za kuwa na kanuni na sheria kwenye mahusiano. Faida ya namba 1, inasaidia kuweza kuondoa migogoro ya mara kwa mara kwenye mahusiano yenu. Unapokuwa na kanuni na sheria kwenye mahusiano yenu, itasaidia kuweza kuondoa ile migogoro ya mara kwa mara, kwa sababu mshajiwekea kanuni na sheria. Kila mmoja atajua wajibu wake ni huu, mipaka yake ni hii, na hataweza kufanya jambo lolote lile ambalo litaenda kuvunja kanuni au sheria mnazojiwekea. Hivyo itakuwa inaondoa ile migogoro ya mara kwa mara, migogoro ile inakuwa inajirudia. Na kila siku mnagombana. Lakini baada ya kujiwekea kanuni na sheria, basi mtajikuta mnaepuka migogoro. Lakini jambo la pili au faida ya pili ya kuwa na sheria kwenye mahusiano, itapelekea kuweza kufanya mahusiano yenu kuwa bora. Kwa sababu mtakuwa pale ambapo mnajiwekea sheria, mtakuwa mnajiwekea na mikakati ya kukamilisha kwenye mahusiano yenu. Labda tunataka tufanye project fulani kwenye mahusiano yetu, au tunataka kuingiza kitu fulani katika uhusiano wetu. Lakini ndani ya hichi kitu kila mmoja wetu anatakiwa afanye jambo hili na hili na hili. Na pale ambapo labda atakwama, anatakiwa afanye hivi na hivi. Kwa hiyo hizo sheria zitakuwa ni kama mwongozo kwa kuwasaidia kuweza kuleta mafanikio kwenye mahusiano yenu na kufikia malengo ambayo mmejiwekea. Lakini jambo lingine la kuongezea, unapokuwa kwenye mahusiano na sheria, inasaidia mahusiano yenu kuweza kuwa serious. Kila mmoja atakuwa serious na mwenzake. Hamtakuwa kwenye mahusiano kupotezeana muda, kwa sababu mtakuwa mnajua ni kitu gani mnachokifanya na ni wapi mnataka kufika. Kwa hiyo lazima mtajua hizi sheria tulizojiwekea zitatusaidia sisi kuweza kufikia malengo na sehemu ambapo tunahitaji kufika katika mahusiano yetu. Kwa siku ya leo niweze kuishia hapa, nikukaribishe katika darasa linalokuja ili tuendelee kujifunza.